Kutoka mkoa wa Morogoro tuko na brother anaitwa Rajesh, mchanganyiko wa Wangoni pamoja na Wakagulu. Shout out sana kwa Wakagulu wote ambao mnaangalia kutoka Gailo pale. Sehemu Gailo hapa kuna Mamboya. Kuna Mamboya, Magoeko, Ngorodi, kuna Yeriko, Makambini. Wote nadhani unaangalia. Tuko pamoja. Turejee kwenye hii project ya sasa hivi ambayo imesumbua sana. Project ya Zogo, namshukuru Mwenyezi Mungu amefanya vizuri. Digital platform zote imefanya vizuri. Tukianzia kwenye Mabomo Prayer, Audiomack na kwingineko imefanya vizuri. Kwa mimi niwashukuru kwanza mashabiki zangu kwa kusupport. Kwa project yangu kufanya vizuri kwa sababu ya watu. Kazi inafanya vizuri sana. Audiomack inafanya vizuri, Boom Prayer inafanya vizuri, YouTube inafanya vizuri. Kwa mapokezi, kwani tumshukuru Mungu kwa mapokezi katika hii project mpya ambao ni Zogo. Sasa tunamshukuru sana Mungu, amefanya vizuri sana na inaendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi. Kwenye video nilimwona Casto. Casto Dickson. Casto ilikuwaje? Casto pia aliupenda ule wimbo. Casto aliupenda wimbo kutokana, anasema una maisha yake, yani Zogo naye limempata. Kwa hiyo akaniambia Rajesh, hapana, kwenye Zogo hii mimi lazima niwe mtu fulani, nisimame. Umenielewa, nitakuwa modo kwenye hii. Video King, alikuwa Video King. Kawa Video King Casto mule. Kwa alipenda. Alipenda nyimbo kwa sababu kuna maisha inaelezea mle. Mfano kama ile verse Casto ambayo ilikuwa inamuuma sana, verse ya pili ile. Nisikia kapela kidogo. Yani anasema nimeishi na demu ila napenda ligi, ndani unga kuna yanataka leswigi, mi asubuhi dry we mi China makatres. Yani asubuhi dry China makatres, ndani hakuna kitu. Demu hata unga kusonga ugari. Umenielewa? Hakuna mwanamke anataka leswigi. Aende kwa nani si nani? Akamsanii asubuhi dry. Dry hajapata kitu. Mwanamke anataka chai na makatres. Umenielewa? Mambo ni dry mweupe asubuhi. Wewe je, kutokea mtu anataka reswigi afuela una hatari. Afu elewi. Hebu watu mwekeze mtu bwana mambo kidogo ameenda kilo shingapi. Kwa hiyo inamgusa. Kwa Casto ashe kuishi na watu wa hivyo. Umenielewa? Uliandika wakati likiwa ni wazo lako. Casto alikuja kukuta wimbo ukiwa umeandikwa. Ilikuwa ni wazo langu. Wewe idea ilikuwaje? Yani kwa nini ulikuwa nafikiria? Idea mimi naweza kusema nimeishi kuna kitu kilimtokea au kilimkutokea wewe mwenyewe? Kilinitokea mimi mwenyewe, na the way kuna maisha ambayo mimi nimepitia. Kwa hiyo mara nyingi huwa nasema nimeishi kigumu, nimeishi kwa dash. Umenielewa? Kwa hiyo ina maana ni maisha yangu, nimeimba, lakini kwa mwingine pia imemgusa. Ni maisha ambayo yanawakuta watu kwenye jamii. Na nashukuru tumepata comment nyingi sana, kila mtu akisema kwamba hii wimbo ni kama nimeimbiwa mimi. Kwa it's like kama kitu ambacho kimeimbwa kwenye Zogo, kuna watu wengi kimefanyaje? Kimewagusa, kama kijawagusa basi kilichotokea kwenye maisha yao. Na moja ya kazi ya sanaa kubwa ambayo mwanamuziki anafanikiwa ni pale unapoandika wimbo ambao unagusa jamii moja kwa moja. Na ukapata comment kama hizo. Hata sisi pia imetupa nguvu sana hiyo. Sure. Imetupa nguvu sana. Mipangilio ya Zogo wakati inarekodiwa. Unajua wimbo mzuri wanasema unaanza kuona hata kabla hujarekodiwa. Ukifanya tu mazoezi, producer unapokutana naye, unapomwimbia unasema hii mwanangu ngoma kali. Nani amehusika kwenye audio na mpaka kufanya video? Audio mimi nilikuta Zesty anagonga beat studio, na alikuwa anapitisha beat nazisikiliza. Nikaisikia ile beat, nikamwambia mbona beat kama ina kitu hii? Kwa nikamwambia nini, akaanza kuigonga, nikapata idea. Umenielewa? Idea ikaja pale, tukatengeneza wimbo. Wimbo ukawa mzuri, kwa hiyo tukaona tufanye kitu. Kwa idea nilikuwa nayo mimi, lakini beat nilikuta studio kwa Zesty, nikafanya kazi. Kipi kizuri kwako? Ukute beat au uende na idea itengeneze beat ukiwa pale? Mimi kwa sababu ni msanii, nikikuta beat naweza kufanya. Kuna baadhi ya producers wananipa beat, naenda nafanya, naziandika hapo au nakwenda na idea na muda huo unamaliza pale naandika. Ila ukinipa beat nikianza mwenyewe zote ni sawa. Allen, ndio. Managers wengi wanawasimamia wasanii, lakini kwenye uhalisia ukisikiliza baadhi ya nyimbo nyingi sana zina makosa. Unakuta kuna manager lakini namna ambavyo matamshi yanatamkwa kwenye wimbo kuna shida. Kuna shida kwenye R na L, sure. H na A, hivyo na vitu kama hivyo. Wewe kama manager na umekuwa kwenye game kwa muda mrefu, ukimsikiliza Rajesh anakwenda vizuri, ukisikiza muziki baadhi ya nyimbo zenye mapungufu kama hizo, kitu gani ambacho unatoa ushauri kwa managers wengine au wasanii wengine?
yani kwanza unapoitwa manager, yani kwanza unapoitwa manager maana wewe ndo unamsimamia muziki wake na pia na namna anavyotakiwa kufanya ama katika upande wa production, kama ulivyotangulia kuzungumza kwamba kuna kumcollect some errors kama hizo kama H na A, maybe R na L, vitu kama hivyo. Na mimi nachoshauri kwamba kama ushakuwa manager, umepewa dhamana ya msanii, maana yake akifanya vibaya wewe ndo naangushiwa jumba lote kwa sababu ndo manager. Na maana huwezi kuitwa manager kama huwezi kucorrect vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni washauri kwamba kama wewe ni manager ama mtu ambaye anataka kumsimamia mtu fulani, lazima uwe ni mtu ambaye pia unajua kwamba msanii wangu lazima nihakikishe vitu kama hivi visitokee, changamoto kama hizo. Maana sasa akifanya vitu kama hivyo vikija vitokea kwenye hizo corrections za R na L, afu wewe kama manager hujafanya chochote, sasa una sababu gani ya kuitwa manager? Kabisa. Rajesh, muziki wako unaona jinsi ulipotoka huko na sasa hizi ulipo, unajiona wapi ndani ya hii miaka miwili? Kazi ambazo umetoa, mtu akitembelea YouTube account yako akisikiza ngoma ambazo zipo, mawe ambayo yapo, na namna ambavyo unafikiria wewe, unajiona wapi? Kwa sababu pengine mimi nikisikiliza naona bwana jamaa ndani ya muda mfupi tu ngoma kali namna hii. Kumbe pengine wewe unafikiria mwaka unapoanza uachie ngoma baada ya ngoma. Au wewe unajiona wapi? Mimi najiona kwanza nimefika mbali kiasi chake. Nilipotoka nimepiga hatua, yani kama maisha daraja nimesogea upande mwingine. Kwa sababu before nilikuwa sina elimu ya digital platform, nilikuwa sina weledi na ambacho nakifanya. Kwa hiyo imefika wakati kwamba najiona nakuwa, unielewa? Nakuwa natoka stage 1 kwenda stage nyingine kwa sasa hivi. Kwa upande wangu unaona kazi zangu zinaenda vizuri, zinakuwa. Ukiangalia akaunti zangu za YouTube before nilipiga chini nyimbo zote, nimepandisha upya, kwa zimekaa vizuri. Pia viewers zinapata kweli, pia kazi zinakwenda viral sasa hivi. Umeelewa? Nikifanya project zinakwenda viral sehemu nyingi, interviews zinakuwa nyingi, namshukuru Mungu. Alhamdulillah kwa mashabiki zangu, mimi nashukuru. Kuna tayari ushafanya na mtu kama Baddest, mmoja wa watu wakali kwenye reggae raga danso. Mzungumzia reggae raga danso kibongo bongo, Baddest unamweka hapo. Alafu wengine ndio wanafuatia. Lakini wapo wengine ambao wanafanya vizuri, ambao wanafanya reggae raga danso kama kina Dabo na wengine wengi. Sure. Sasa nani ambaye pengine unamuinda, unasema kwa katika project zangu zinazokuja watu kama fulani na fulani lazima wawepo kwenye project zangu? Project tunawainda watu wengi, lakini ikiwepo, unajua unaweza kusema unatamani siku moja wawepo Konde Boy. Unielewa? Kuna flow ambazo anazifanya Konde. Kwa hiyo ukimsikiliza unajua kuna sehemu naweza nikafanya afro Konde Boy akakana akafiti. Tembo utamweza wewe, una mwili wa tembo, lakini sasa yule ndo tembo mwenyewe. Wote Rajab tutawezana. Kwa tutarajie siku moja kitu kama hicho. Hiyo mtarajie. Na sasa hivi kila baada ya miezi 2-3 tunaachia ngoma. Yani project kila miezi 3 tunaachia wimbo mpya. Kama sasa na project mpya itakuja inaitwa Cinderella na zingine nyingi. Kwa hiyo miezi 3 tunaachia nyimbo. Ale, nije kwako manager. Ukimwangalia Rajesh, matamanio yake na yenu ni kufika mbali zaidi, kufikana nje ya mpaka ya Tanzania. Hapa tumezungumzia Tanzania tu peke yake. Mipango yenu ya kufanya collab na wanamuziki wa nje, hata kuanzia Kenya, Uganda na nchi za karibu? Brother, mipango ipo. Kama ulivyotangulia kusema, mipango ipo, na kikubwa kwamba tulitaka kwanza tupate nafasi hapa. Tupate nafasi ya kufanya vizuri hapa ili hata tuweze kuwaaminisha watu wengine hata wa nje ya mipaka ya Tanzania kwamba tunaweza. Unajua mtu yote ili aweze kuweka kitu lazima pia akuangalie wewe kama wewe msanii umejitutumuaje mpaka umefika. Ushanaelewa sijui? Kwa mipango, of course mipango ipo. Mimi sidhani kama kuna mtu ambaye anafanya kitu afu ataraji kuwa na ile vision kwamba afanye kitu kikubwa zaidi. Mipango ipo, lakini tulitaka kwanza tumalizane na nyumbani, tuhakikishe kwamba tumepata nafasi ya kusikilizwa. Sawa, na watu wametupa nafasi ya kutusikiliza, then tuangalie soko lingine kwa maana ya nje ya mipaka ya Tanzania, lakini mipango ipo. Rajesh, kama inatokea bahati mbaya kwenye YouTube account yako nyimbo zote zinafutika au zinafutwa, ungeomba wimbo gani ubaki? Mimi naomba nyimbo zangu zote ziendelee kubaki. Imetokea nyimbo zote zinafutwa au zinafutika, uchague wimbo mmoja tu ambao ubaki kwenye account yako. Ni ngumu, lakini naomba labda ibaki Zogo.
Basi ngoja tukatazame. Bado niko na Rajesh, niko na Alan pia. Tunazungumza nao kuhusiana na muziki, lakini maisha ya muziki pia. Namna ambavyo project zenu mmejipanga kwa mwaka huu na mnavyokwenda kumaliza mwaka. Zogo imepokelewa vizuri sana, na pengine ndo ngoma ambayo mnafunga nayo mwaka, au kuna ngoma zinakuja nyingi kabla hajafunga mwaka? Hii project ambayo ametoka kuzungumzia Rajesh ambayo ni Cinderella, yes. Ndio ambayo tuna plan iwe ifunge mwaka. Ifunge mwaka. Yeah, nafikiri kwa mapenzi ya Mungu, naona it's going to be one of the biggest project ambayo tutakuwa tumetoa ndani ya mwaka. Na amefanya yeye mwenyewe au kuna ni collab? Na of course ni collab. Kuna msanii ambaye yupo ambaye tumefanya naye. Yeah. Ni collab. Amtaki kumtaja hiyo exclusive kwenye ni kama special. Atakuja mtamuona. Tutakuja naye. Kwa sababu tuje naye mtamuona. Lakini ni msanii ambaye anafanya vizuri naye pia kwa nafasi yake. Lakini tukaona naye ana kitu, tufanye naye jambo. Cinderella. Tukiachana na project Cinderella, Zogo ndo bado ambayo inaendelea kufanya vizuri sana. Mnafikiri ni wakati sahihi sasa hivi kuipandisha? Yaani mnaiacha Zogo inapandishwa na ngoma nyingine, au mnahitaji kuipa nafasi kidogo? Tuseme Zogo tumeipa nafasi kubwa kwa muda uliokaa na bado inaendelea, na bado tunaendelea kuipush kwa promotion. Lakini tunapandisha nyimbo kubwa. Umenielewa? Tunapandisha nyimbo kubwa zaidi. Siem kafeli, unajua? No, umesikia? Kwenye Zogo anafanya vizuri. Kwenye Zogo ambayo imepokelewa na kufanya vizuri. Unachozungumza ni kweli, kwa sababu hata wenyewe pia inatupa ukakasi wa kuamua either tufunge na hii au tuachie, lakini tukakaa chini as a cabinet tukazungumza, tukaona tuna haja ya kuja na kitu cha kufunga mwaka. Kwa mna uhakika kwamba Cinderella itakuja kufunga mwaka vizuri? Imani yetu nasema hivyo, lakini kingine ni mapenzi ya Mungu. Lakini sasa imani inatuaminisha kwamba itafanya hivyo. Na muziki yenu yote ipo kwenye digital platform? Nyimbo zote zipo kwenye streaming platform zote. Kuanzia Boomplay, Audiomack, Spotify, Deezer, Shazam, wapi. Nyimbo zote zinapatikanika huko. Na niambie manager Allen, kwa sababu uzuri wewe unadili na hayo mambo ya publishing. Msanii anafaidika vipi kwenye hizo streaming? Ni kweli hela inaingia au ni hela ambayo inaingia kidogo kidogo sana? Kwa sababu sometimes nakutana na watu wanalalamika, wanasema ni bora tungerejea hata enzi za kina Mamu Store za kusaini copy. Ni kweli au si kweli? No, sio kweli. Muziki sasa ukizungumzia kwa sasa hivi, muziki of course unafanya digital na unauzwa. Ila kinachofilisha wasanii, kama nilivyokuambia, hawana elimu ya digital. Kwamba hawajui. Ina maana ili kitu kifanye vizuri kwenye hizo streaming platforms, maana lazima kiwafikie watu, si ndio? Ili wafikie watu lazima upushi muziki. Lazima ufanye promotion, sawa? Ili upate wasikilizaji wapya, upate watu wapya kutoka maeneo tofauti. Ina maana of course, nikirudi kwenye swali lako, ni muziki kule, muziki unauza kule na una hela kwa kupitia hizi platforms. Una hela sana. Tena pengine unaweza hata yaani nje ya show ukaikuta unaendesha maisha yako kupitia tu hela ya digital. Lakini nategemea kwamba unawafikia walengwa, kwa maana ile pushing, unafanya promotion unafanya. Lakini sio promotion kwamba labda of course nyinyi media ni watu ambao mnatusaidia sana kufikisha muziki wetu kwa watu, lakini pia kuna hizi promotions za digital vipi unafanya ili kuwafikia watu wengine ambao wako nje ya Tanzania. Na kingine cha kuongezea, wasanii wengi wanajua wanapofanya promotion au akapandisha nyimbo zake katika platform zote, anahisi atapata pesa kwa wakati ule. Haiko hivyo. Na uwezi kupata pesa bila kufanya promotion. Ili huwezi kupata pesa bila kuweka pesa. Lazima ufanye promotion. Ili nyimbo iende viral, lazima ufanye promotion. Kwa mtu anajua tu akishaika nyimbo, mimi naona kule sipati chochote. Lazima upate wasikilizaji wengi. Unapata wasikilizaji wengi. Na pia kuongeza kwenye issue ya kujipa muda. Wasanii of course wafanye hivyo, lakini wajipe muda. Yaani usiwe na zile expectation. Yaani unajua ukiwa na matarajio makubwa afu kitu kikiwa tofauti, ndio hapo unapoona kama ile jambo alifanyaje? Alifanyi kazi. Ushaelewa siji? Usiwe na of course sawa, fanya kitu kizuri, kipeleke mjini. Tulia. Sawa, zinani zake utakuja kuziona, faili zake utakuja kuziona tu. Yaani kiuzuri wa hela kule kwenye digital haipotei. Kwa sababu kadri watu wanazidi kustream na wewe lako unakaa unaikuta. Sawa, tuzungumzie tuzo za muziki wa Tanzania ambazo zimerejea, na
na zimekuwa na sura mpya. Okay. Na juzi tumeona Mheshimiwa Naibu Waziri akizionyesha zinakuwa na ubora wa tofauti. Alikuwa anamwambia mmoja wa watangazaji kutoka Wasafi, Liliomia, hebu ishike, angalia uzito wake. Ukiona vile kama mwanamuziki unatamani nini? Yaani matamanio yako yanakuwa nini? Unatamani kupata hizo tuzo na kushiriki katika hizo tuzo. Lakini siwezi kuongelea sana masuala ya tuzo kwa sababu before tuzo zimewakuta watu ambao walikuwa zimewakuta hivi karibuni. Mimi nilikuwa nyimbo zangu zote digital platform zote nimepiga chini. Kwa sikuwa na nyimbo yoyote digital platform. Ndio nikaanza management nyingine. Kwa nilipiga nyimbo chini, kwa wanataka nyimbo ambazo kwenye mwaka jana zilifanya vizuri. Nyingi mimi sikuachia wimbo wakati huo. Kwa labda pengine tutegemee kwa mwakani Zogo inaweza kaingia. Hiyo mwakani lazima tusubmit. Unajiona kwenye nafasi gani Rajesh? Mfano mwakani Mungu akitupa uzima, Zogo kaingia hapa, unajiona kwenye nafasi gani? Mimi najiona nafasi kubwa na naona nitafanya vitu vikubwa sana. Yaani tu niwaambie mashabiki, baada ya kuachia hii project ya Cinderella, yani mwakani nitakuwa na vitu vitamu, vitu vizuri sana usubiri. Nitakuwa na project nyingi kubwa zitakwenda kwa kila muda wa miezi mitatu na acha back to back. Mipango Allen sasa, mbali na yeye kufikiria tuzo na vitu kama hivyo, hizi ni tuzo zetu za hapa nyumbani. Kwenye project ambazo mnazifanya na mnazisimamia, utofauti wa manager Allen na manager X wa msanii mwingine ni nini hasa mnapokuwa mnafanya kazi pamoja na Rajesh? Kwanza mimi kama mimi nikirudi kwenye utofauti wa mimi na X manager wa Rajesh, sizungumzie X, namzungumzia manager wa msanii mwingine. Nimempa tu jina X. Sijasema kwa unajaribu kuelezea mipango. Yes. Of course plans za umetoka kuzungumza hata issue ya tuzo, tuna hiyo mipango kwa sababu mwaka huu hatakuwa na hizo project kwa sababu tulianza kufanya take down, tukaanza kupromote nyimbo upya. Ina maana isingekuwa rahisi kwa sisi kuanza kusubmit labda tracks na tukaeleweka. Ina maana tumeanza moja, ina maana mwakani tuna mipango. Of course lazima Zogo kama ulivyosikia lazima ingie kwa sababu tayari ni moja kati ya track kwetu sisi tumeona ina mapokezi mazuri, lazima tutasubmit. Na mipango, of course mipango tulikopo nayo ni mikubwa sana mwakani. Yaani watu watarajia vitu vingi na vizuri kutoka kwa Rajesh. Yaani kuna vitu ambavyo vinaandaliwa ambavyo kwa imani yangu naamini vitakuwa vikubwa mno. Kwenye muziki kuna sehemu mnaweza kama mmeshafikia mashabiki kwenye hii Tanzania. Sehemu gani ya Tanzania ambayo mnahisi kwamba mnatamani muwafikie zaidi? Sasa tumia platform hii kama manager, upo kwenye showcase, waombe wa Tanzania wa maeneo ambayo mnatamani muwafikie na kazi za Rajesh wazipokee. Mimi maeneo ambayo natamani sana kazi za Rajesh ziwafikie ni maeneo ya kanda ya Ziwa. Sawa. Yaani huko ndo natamani sana kazi zifike huko. Sawa, na nje Kigoma, Mwanza, sawa, Mtwara, yaani natamani sana wazipokee kazi za Rajesh na wamfuatilie Rajesh kwa sababu na kama huja subscribe au kama kuanza kumfuatilia Rajesh, basi naomba kaanza kufanya hivyo sasa hivi. Wakaanza kufanya hivyo sasa hivi kwa sababu kuna mengi makubwa yanakuja. Sasa mbona unataja account? Afanye hivyo kwenye account AP? Of course Rajesh anatumia kama nilivyosema Rajesh Majesh, account zake zote ni Rajesh Majesh, YouTube ni Rajesh Majesh, kuja Facebook ni Rajesh Majesh. Yaani karibia social media zote anatumia ni Rajesh Majesh. Akiandika tu Rajesh Majesh, hakuna mtu mwingine ambaye anatumia jina zaidi ya wake. Kwa hiyo si rahisi shabiki yenu kutapeliwa. Kumekuwa na matapeli kwenye mtandao, akishaona Rajesh Majesh anaandika ni Rajesh Majesh lakini chini anaweka kidoti. Ili kumpoteza mtu kufika ingie huko. Hapana. Rajesh kwa ni Rajesh Majesh. Yaani uzuri kwamba jina lake liko lenyewe. Kwa hiyo ukiandika tu Rajesh Majesh anakuwa anatokea Rajesh mwingine. Sawa, tukiwa nakwenda mwishoni Rajesh, nataka nisikie akapela ya huyu wimbo wa Zogo. Kidogo utachagua kama sasa kwa verse ya pili. Kama sema kwa verse ya kwanza. Ile demo anapenda ligi ni verse ya kwanza ile. Verse ya kwanza? Sasa natupa verse ipi hapa sasa? Nakupa verse ya pili. Sawa. Nimeishi mtani, nimeishi na wauni, nimeishi ukinona utasema brother meni, kazi zote nimefanya never lose, imani yangu inanituma never give up, mtano na chukia ukishafanikiwa gubu,
mtano na furahi wakikona unatubu. Ndugu zangu mi ndo wananichosha, wawambia watu nitaferi, so unasumbuka ukikaga ukinisema. Mbona hata ndugu nao wako masnichi, unapenda nikosoa wapate kwani vipi, wote tukikosa tutasaidiana vipi? Wanabari za kimamae, kinomae, kumbe wana wengine si wana, ukiwapa kisogo wanakungongae, kumbe wana wengine si wana roza kinyongo. Nyongo nyongo. Umo bwana. Ukifanikiwa zogo watu wana roza kinyongo. Kuna sema hata ndugu nao wako masnichi. Umeelewa? Ndugu hapo wanataka wewe ukose. Ufeli tu wewe. Sasa wote mkikosa mnasaidiana vipi kaka? Lazima mmoja aende ili anyanyue aweze kuwa backup ya mwingine. Unaona ndugu masnichi. Unapatikana kwenye Instagram? Napatikana kwenye Instagram, natumia @IAM_Alan1. IAM_Alan1. Okay. Yani moja. IAM_Alan1. Shughuli zangu ni za digital, kusimamia wasanii kazi zao kwa kufanya publishing kama kina Dula Makabila na some of artists wengine ambao nafanya nao kazi. Okay. Ndio. Poa. Rajesh, neno la mwisho tukiwa tunakwenda mwishoni, ungependa nini kuambia Watanzania ambao wanakuangalia kupitia Showcase? Neno langu kuambia mashabiki zangu kwamba mimi siwezi kuwa Rajesh bila watu, wao ndo kila kitu, na mtaji wangu ni watu. Kwa siku zote watu ndo kila kitu. Waendelee kusupporti mziki wangu, waendelee kufuatilia channel zangu ikiwemo YouTube channel Rajesh Majesh, wa subscribe, na Instagram ni Rajesh Majesh na zingine unifollow. Kwa hivyo mimi nashukuru mashabiki kwa kupokea wimbo wangu wa Zogo, umefanya vizuri, nashukuru sana. Shukrani sana mwanangu. Asanteni sana kwa kuja. Nashukuru. Pamoja sana. Mtazamaji wa Showcase, tunakushukuru sana. Tumekuwa na wakati mzuri sana na meneja wa Rajesh Majesh, anaitwa Alan. Tumezungumza na Rajesh mwenyewe na tumezungumza mengi kuhusiana na muziki anaofanya na pamoja na mipango ya ngoma mpya ambayo inakuja, inaitwa Cinderella. Kwa mujibu wao, kwa ni ngoma ambayo inakuja kufunika Zogo. Mimi nasubiri kwa sababu Zogo sasa hivi isha take over na Watanzania wameelewa vizuri. Kwa hiyo ambao natufuatilia kupitia Instagram, X pamoja na Facebook, mimi natumia Timothy Chelula, UTV_TZ, Azam TV_TZ, Instagram, X. Ndio hivyo, lazima usiache kwenda kufuatia pamoja na Facebook. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Naitwa Timothy Chelula aka TC aka mtoto wa Mlali Kongo.